Ndugu Bryson, ni aje mzee? Safi, habari za majukumu? Safi sana. Wewe ni mpenda soka kindaki Tanzania mpaka duniani. Sahihi. Leo tuna mechi ngumu sana bwana Bryson leo tunapiga Tanzania Taifa Stars, tunakipiga na jamaa jita Makao. Mechi ya kwanza siku 4 nyuma tumefanya vibaya sana. Tumecheza mpira mbovu na kukosa nafasi nyingi, ingawa forward tulikuwa tunamwamini. Sasa tufanye nini? Au Gamonde aingie na plani gani katika game ya leo? Pale mbele pale aingie na plani gani ili maforward viungo waweze kucheza vizuri, kupeana nafasi na tuweze kutoka na ushindi siku ya leo? Mimi naona kocha Gamonde akae na wachezaji wake kwenye dressing room, awe mkali, afoke, awe mkali. Awaambie mimi hii timu anayefanya vizuri ndio yupo kikosi cha kwanza. Atakayefanya vizuri kubeba taifa ndio yupo kwenye kikosi cha kwanza. Mechi ya kwanza tumecheza na Taifa Dogo, tunafunga goli 1-0. Tulikuwa tunaweza kushinda mechi 4-0. Wachezaji wengi wa Taifa Stars wanacheza mpira kwa kujiona yeye star, kashacheza klabu baba ya Ulaya, Arsenal. Wakati pale yupo kwenye kioo cha jamii, dunia inamtazama. Anapofanya vizuri ndio anakuja kupata soko kwenda nje. Nigeria, Ghana wanatoboa kwenye timu za taifa, wanawaka timu za taifa, vilabu vikubwa vinakuja vyenyewe pale vinagonga hodi vinawachukua. Usizarau taifa lao. Taifa Stars ni njia ya kwenda sehemu nyingine. Mchezaji ukivaa jezi ya timu ya taifa, jitoe. Sababu una watu milioni 61 wanakutazama, wanakufuatilia. Naomba mchezaji wa Taifa Stars ajitoe. Mechi ya kwanza tumeingia tumewadharau wale jamaa, wametufunga. Hii mechi ya pili na kitimu kidogo, basi tujitoe, tushinde, tuseme hawa tunawaweza. Nyinyi wawezaji timu, pambaneni tupate matokeo. Kweli Taifa Stars ina viungo wazuri na kwenye ligi yetu ya NBC Premier League tunaona kabisa wanacheza kwa jihadi katika timu zao. Lakini kama viungo wazuri kama kina Faisali, kina Nado, kina Morris Ibrahim, tunaona yani wakiwa kwenye timu ya taifa hawapambani kama vile wanavyokuwa kwenye vilabu vyao. Hii inasababishwa na nini au inatokana na nini? Mimi naona timu TFF waongeze wachezaji wa kigeni zaidi. Kwa sababu tuko na nini unachosema wewe ndugu mwandishi? Hao wanaong'aa wabongo wa wachezaji wetu wa ndani, sizungumzie wanaoitwa kutoka kwenye vilabu vya nje. Hao wanaong'aa katika ligi. Hawang'ai kwa uwezo wao, wanang'aa kutokana na kuna chemistry ya professional kutoka nje. Inaje kuwabeba wao makosa yao, wanaonekana wanacheza vizuri. Kwa maana hiyo tukichukua wachezaji kutoka nje katika mabara ya Ulaya ambao wapo kule wanacheza kwenye ligi za kule, ligi ndogo na ligi ambazo kubwa, ingawa bado hatujawajua, wakija kucheza na wachezaji wa ndani hapa Tanzania, kuna changamoto wataipata wachezaji wa Tanzania. Watapata kubwa sana, watajifunza kutokana na wao wa Ulaya, wamezaliwa Ulaya na asili yao na Tanzania. Lakini wanapoitwa kucheza timu ya taifa, wana kitu wanakiona. Unajua academia shehe wangu, academia ni kitu muhimu sana katika kumwandaa mchezaji akiwa mdogo. Muone yule kiungo cha ligi kuu ya Uingereza, ligi daraja ya kwanza Uingereza, yule kama ana asili ya Tanga yule jamaa, midfield, jina nimemsahau kidogo sababu sijamfuatilia sana. Finishing hatuna, alafu finishing pale mbele. Selemani Mwalimu anaonekana kama ana nafasi nyingi anapoteza. Hii nayo changamoto gani inamkuta au akutane nayo mpaka aweze kuipambania namba vizuri pale mbele? Mimi naona ana pressure sana. Unajua mpira unahitaji, unajua mpira ukiutii na unakutii. Upende mpira na utakupenda. Chance za Mwalimu kapata chance 3. Clear chance, anapiga chenga kipa, anapiga juu. Nini? Tulia, acha mawazo ya nyumbani, cheza mpira. Funga magoli, watu wakuone. Hiyo tatizo la striker ni tatizo sugu. Kiasi tunaliongelea. Kwa hiyo Selemani Mwalimu tulivu amekuwa ana papala sana. Jifunze kutokana na kama anaangalia ligi si mchezaji wa Simba huyu. Awe anapenda kuangalia ligi za nje, aangalie mastriker pendwa wanofunga nayo awaige.